unayeongea naye nami, naye angekupa maji. Mungu asifiwe sana. Amen. Sasa anamshangaa huyu anayemwambia kwamba mpe maji na wakati yeye ni mgeni, alafu hata cha kuchotea hana. Huyu mwanamke alikuwa haelewi kwamba Yesu anayo maji ya aina gani. Nimekwambia kwenye maana ya gharama ya kwamba kama haujui thamani ya kitu uwezi ukagharamika. Huyu mwanamke hakujua aliyekuwa anaongea naye anayo maji ya aina gani, yeye ana uthamani gani. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Kuwa mfuasi wa Yesu iko gharama. Na mstari unaofuata ukianzia ule mstari wa 15, Yesu yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamuite mmeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mme. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mme, kwa maana umekuwa na wanaume 5, naye uliye naye sasa siye mme wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Mungu asifiwe. Anaanza kumwelewa ya kwamba anayeongea naye ni mtu wa namna gani. Ukikaa na mtu unaweza ukaanza kumjua. Mimi hapa leo ni mgeni, yawezekana hujanijua zaidi kwamba ni mtu wa aina gani, ni mtu wa namna gani, nimebeba kitu gani, mpaka tukae na wewe ndio unaweza ukanijua. Lakini Yesu alikuwa ni mtu wa tofauti. Yesu akikutana na mtu anamjua huyu mtu ni wa namna gani. Mungu asifiwe sana. Yesu amekutana na yule mwanamke akamjua huyu mwanamke ana tabia za ukahaba, ana tabia za kuchukua waume za watu. Na inawezekana hata wakati anaongea na Yesu alianza kufikiri kwamba tena nimepata mwingine. Hivi zamani wakati sisi tunakuwa na kina mzee hapa, hivi muda wa kuchota maji huwa ni saa ngapi? Si asubuhi na mapema, kama maandiko yanavyosema mwanamke mwema huamka kabla usiku haujafanya. Huyo ni mwanamke. Mgeukie jirani yako mwambie, vipi wewe ni mwanamke mwema? Hapa hakuna cha mtoto wote kama wewe. Hapa tuna jinsia ngapi tu? Kuna mume na nani? Sasa kama wewe ni mtoto, wewe bado ni mwanamke. Lakini je, ni mwanamke mwema? Huyu mwanamke badala ya kuandaa chakula cha mmeo, chakula cha familia, yeye anakwenda kisimani kwenda kuchota maji saa 6. Asubuhi alikuwa wapi? Yaani maji ambayo yamevurugwa na ng'ombe, wewe ndio unaenda kuyachota saa 6. Si ameshavurugwa? Maji ya asubuhi ndio maji ambayo ni mazuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa Yesu amechoka, amekaa kisimani, anakutana na mwanamke. Shida ya mwanamke huyo hakuwa mwema. Mungu asifiwe. Hakuwa mwema. Na Yesu anamwambia nitakupa maji. Inafika mahali mwanamke anaanza kumwelewa Yesu. Hivi yamkini wewe ni nabii? Maana sasa unaniambia mambo yangu sasa. Na alipoambiwa mambo yake kwamba hata hapa ulipo huna mme, umesema kweli. Maana hata uliye naye huyo sio wa kwako. Jamani, siku hizi ni za hatari. Sasa hivi kuna wanawake wanachukua wanaume wa watu.
Mungu atusaidie sana. Mungu asifiwe sana. Yuko kisimani na mtungi wake. Alipoambiwa mambo yake yote, Biblia inatuambia akauacha mtungi wake, akakimbia mjini. Nikwambie gharama za kumfuata Yesu. Nilikuwa sijakwambia. Sasa nikwambie gharama ya kumfuata Yesu ni kuacha mambo yako yote. Hata nikimaliza mahubiri tayari message send. Ni kuacha mambo yako yote. Mungu asifiwe. Mwanamke huyu alipoambiwa shida aliyokuwa nayo, alipoambiwa dhambi aliyokuwa nayo, akaacha mtungi wake. Akaona ya kwamba sasa hapa umefika wakati wa kumtumikia Mungu. Umefika wakati wa kuwa mfuasi wa Yesu. Sasa ninaacha mtungi wangu, ninakwenda mjini nikawaambie yuko mtu ambaye anajua mambo yote. Anajua hata ya ndani, unayoyawaza anayajua, unayoyafikiri anayajua. Akaacha mtungi wake, akakimbia mjini. Hiyo ni gharama. Mtungi huo yawezekana alikuwa ameugharamikia, lakini kwa sababu ameambiwa mambo yake, ikabidi aache mtungi wake. Mungu asifiwe. Niseme nisiseme, yawezekana mtungi wako kakawa ni kauchawi. Amen. Mtungi yawezekana ukawa ni uchawi. Mtungi inaweza ikawa ni ulevi. Mtungi inaweza ikawa ni bangi tu. Mtungi inaweza ikawa ni uzinzi. Au mgeukia jirani yako muulize, unakajua kama mtungi kako? Haleluya. Kukaacha kama mtungi kako hakawezi kakakuongezea spidi ya kwenda kuambia watu wa mjini. Watu wa mjini ili wafikie haraka, lazima uache kamtungi kako. Sema amen. Kamtungi kako kanaweza kakawa kaumbea. Jina la Bwana liinuliwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Jamani, kama mahali hapa kunaweza kukawa na mshirika ambaye hata kamtungi kake anaweza akavuruga hata kanisa. Amina. Mbea, muongo, sengenyaji, ako ni kamtungi. Huyu mwanamke alipoambiwa mambo yake yote, akafyatuka mbio kwenda kuambia watu wa wapi? Mjini. Watu wa mjini. Mungu asifiwe sana. Amen. Mjini kuna mambo. Mjini kuna kila kitu. Mjini ndio kuna mashoga. Mjini ndio kuna mambo chungu nzima. Mjini ndio kuna kila ghasia. Akawaambia wote. Wale wanywaji wa bia akawaambia. Wale wanaojiuza akawaambia. Wale wanaofanya biashara za ngono akawaambia. Sasa kama Yesu amekutana na wewe akakuambia mambo yako, inatakiwa uambie watu wa mjini, yuko Yesu anaokoa. Yuko Yesu anabadilisha. Yuko Yesu anabadilisha tabia za watu. Hata kama zilikuwa ni mbaya, Yesu akikutana na wewe kisimani, Yesu akikutana na wewe kanisani, lazima tabia zako ziweze kubadilika. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, kanisani ndio mahali penye karakana. Ndio kwenye matengenezo. Ndipo watu wanatengeneza. Kwa ndio maana wanawaambiaga watu, ukiwashuhudia ukaambia jamani mnatakiwa kuokoka na kumwamini Yesu. Nyinyi hatuna tofauti na nyinyi. Sisi hatuna tofauti na nyinyi, kwa sababu hata kanisani mle walevi wamo, wachawi wamo. Sasa sisi tunawaambiaga hivi haujui kwamba mgonjwa ambaye yuko hospitalini kuna wakati atatibiwa? Amina. Mungu asifiwe. Amina. Sasa wewe uko pembeni na huo ugonjwa unakutesa, madonda ya tumbo yanakutesa, mgongo unakutesa. Halafu ukisema kwani hapa hospitalini si hata wagonjwa, na mimi hapa ni mgonjwa. Sasa bora aliyeko kwenye foreni kwa sababu zamu yake ataitwa. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen.
kuja kwa watu wote. Kwa hiyo hata kanisani, hata kama kuna kipindi mimi nilipataka neema kanisa letu wengi wakaokoka, wachawi wengi. Nasema mchungaji msana wachawi wengi. Mungu asifiwe sana. Amen. Nilikuwa nawaambia hivi kwamba kama wamekuja kuokoka watakaa. Amen. Alafu watabadilika. Kama wamekuja kujaribu watatoka mmoja baada ya mmoja. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Na kweli kwa sababu walikuja kupima kuna kitu gani Mungu ameweka ndani ya mtumishi, wakaanza kutoka mmoja baada ya kwa sababu acha waje wapime. Bwana asifiwe sana. Huwa nawaambiaga hivi, ukitaka kujua mtu ameokoka waulize wachawi. Wanajua siri zote kwamba huyu ameokoka na huyu bado hajafanyaje, hajaokoka. Maana watakapokuja kukujaribu, kukupima, unajua kumbe hapa ni pa kupita tu. Mungu asifiwe sana. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Ziko gharama nyingi za kuwa mfuasi wa nani? Wa Yesu. Siku nyingine tukipata muda nitafundisha. Ziko gharama nyingi, lakini leo ni kuacha na gharama hii ya kuacha kamtungi kako. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Kuacha kamtungi kanakoitwa umbea, uchoyo, ubahiri, masengenyo. Jamani, roho ya masengenyo ikikaa mahali hapa kanisani, kanisa haliwezi likaenda. Naweza kukuta kuna watu wanatoa maneno hapa wanapeleka wapi? Leo kanisani kulikuwa na hiki. Leo mchungaji alisema hivi. Leo alisema hivi, ujue huyo hajaacha kanini? Kamtungi. Hajaacha kamtungi kake. Na kama watu hawajaacha kamtungi, ni vigumu sana kanisa kuzaa. Ni vigumu sana kanisa kuongezeka. Ili kanisa liongezeke, watu wanaosali mahali pale waliseme vizuri kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mfanyabiashara anayesema biashara yake ni mbaya. Kila mmoja anasema yani mimi biashara yangu, yani maembe yangu haya isoki yala, yani unanenepa siku moja. Amina. Amina. Lakini ukipata watu kanisani halafu wanalisema kanisa vibaya, usije ukategemea watu wa mjini watakuja kuokoka. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi ndio tunatakiwa tupeleke habari nzuri. Peleka habari nzuri za pasta wako. Hata kama anakuumiza, umia hapa. Ukishaumia subiri kupona, maana hata daktari akisha kupona kuchoma ile sindano ya Krista peni, unatoka pale umenuna, umekasirika, yani hili ni daktari, lakini baada ya masaa malaria imefanyaje? Tumesikia hapa ushuhuda. Mungu asifiwe sana. Daktari amefanyaje? Kwa hiyo pasta akikuumiza, ina maana kwamba dawa inapita. Usiende kwenda kusema mambo mabaya, watu hawezi wakaja. Mungu asifiwe sana. Pasta, una kanisa zuri tena kubwa. Sisi tulianza watu wachache. Hivi nikwambie, kama kweli watu wataacha mitungi yao watakimbia mjini, yaani baada ya mwaka mmoja watu watakuwa wengi mno. Amen. Hebu fikiria mmoja atoke. Huyu mwanamke tumalizie ule mstari kwa sababu ya muda wetu umeenda. Tumalizie ule mstari wa 39. Biblia inasema, na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke.